Assalamu alaikum. Watoto wangu mko salama? Salama. Najua kwa sasa kwa sababu nimekuja. Unajua mama akija watoto lazima wafurahi. Na tulisema kama mmekuwa mkinisikiza, mimi ni champion wa boy child. Thank you. Champion. Mimi ninawapenda. We love you and I love you and I'm telling you this. A mother does not lie. Mama hadanganyi. Iwe tu hana nguvu za kutosha. Lakini wale tutaweza kutoa hapa, tutawatoa. Unaona ninajishughulisha na kuja mpaka wapi? Hapa nionane na nyinyi na niwaongeleshe. Kwa sababu nyinyi nimewazaa na uchungu. Na kuwaona kwa katika hii hali ambayo mko nayo, niko na majonzi mingi sana. Kwa sababu ni lazima mtoke hapa. Hamukuzaliwa na nyinyi si watu wa Mungu alesa God. Ni nyinyi ni wa Mungu mwenye nguvu. Na mliumbwa tu kama wengine. Kuna Mungu ambaye anakuja na anawaondoa kwa hii tabu. Hata mimi nilikuwa kwa ghetto moja, nilikuwa na pale Thika. Ni mtu tu alijitolea na akanisaidia, nikaenda nikasoma, nikamaliza na Mungu ameniinua, nimekaa hapa. Kwa hivyo ndio unaona ninaweza kuingia kwa vitongoji na kuja kwa madance huku na kujua wale wako hapo ni binadamu kama wengine. Ni shida tu mko nazo. Mungu atakuongoza. Na hizi shida ni za muda tu, zitaisha. Kwa sababu najua hata nyinyi nikifikiria kuna mama zenu na pengine wazazi walijaribu hawakufaulu kuwapeleka kama wengine. The very fact that you are here does not mean you are lesser beings. Nyinyi ni watu ambaye hata Mungu anadhamini sana. Na kwa hivyo sitaongea mambo mengi. Lakini mimi naomba Mungu aniwezeshe mtoke hapa. Na ningewaomba kama watoto wangu, hata kama mnachoma aje, hata kama mnajidunga aje, bado nyinyi ni watoto wangu. Na nitawafuatilia mpaka nione mumetoka hapa. Na inachukua tu mtu achukue kauli ndani yake, ajue anataka kubadilishiwa maisha. Hata sisi tulikata kauli tukiwa watoto, tukaona hatutaenda njia hiyo. Na sasa ndio unaona nimefika hapa kutoka ghetto ya Kiandutu ya Thika. Kweli si ni kama hapa tu. Na kama Mungu anaweza kunibadilishia maisha na kuniweka pale niko, na je nyinyi si anawapenda hata nyinyi? So Mungu aje awabadilishie maisha. Mimi nikiwaangalia mimi naona future ya Kenya hapa tu. Najua watu wengi wakiangalia tu wanaona nothing. Mimi nikiangalia naona the future. Ni vile tu hamuna ile kandarasi. Kama mkipatiwa majobu si mtafanya? Ama ni mandugu. Na saa ingine tunasahau. Ijapokuwa tu sisi Mungu alituinua, tungekuwa hapa tu. Kwa hivyo hakuna tofauti yenu na sisi. Ile tu tofauti ni ile neema Mungu ametuneemeshea. Na hii miritini hapa, I want to rehabilitate that one kwanza. Iwe mahali mnaweza kwenda mkibiwa, alafu tutatafuta na Tibet na county. Ndio waende wale wanahitaji
training ya aina mbalimbali, wawe trained nayo. Hii nyumba tunafanya affordable housing, wawe connected huko. Wale wengine ambao ni mabaharia ambao wanasema wako na nguvu za kufanya hiyo na wako na certificate, tujue ni kina nani, ndio nao tuwajumulishe na tuweze tujue wakitoka rehab na wakitoka kwa hii maneno. Si tutatoka kwa hii maneno. Mkienda rehab mkitoka hamutarudi hapa. Mkitoka hapo nisikizeni vizuri. Tukitoka kwa rehab tutakuwa inafaa mnatoka mnaenda kazini. Na tutatafuta kwa wale mama sasa wako na familia, ni lazima ako wapi Zamzam? Tutaangalia vile tutawatafutia na mahali wanaweza kaa. I think it is wrong for us to just keep giving them hope, then you frustrate it. Give them hope, then you the best thing is to have an end-to-end solution. Where they are willing to go to rehab. Once they are rehabilitated, we must give them something to do. And I'm very sure hata nikisikiza hivyo ndivyo wanasema. Wanasema wanataka job. The struggle here is too much. And they want out. Si ndio mmeniambia? Unataka kutoka. Na mkitoka unataka upatiwe vitambulisho. And I'm thinking we need to do things differently. Because if these people have been in this den for 27 years, wengine alizaliwa mama yake alikuwa hapa pia. Hapa unashikamana na unazaa alikuwa hapa. So what? And if they are dead, how do they get it? Kama mimi nimezaa watoto watatu. Kama yule mmoja uko Mwanakombo pale. Nijaribu kueleza. But we need these people, they are already registered. Make sure we talk, I give you guys. Wakifanyiwa outreach. If they have been there, if they have been there for a very long time, you know that we should be able, ni lazima tuangalie namna ambaye tunaweza kuwasaidia. So I'm trying to talk to them. Najua lazima niwaeleze ndio Wafanye kitendo. wafanye vile ambaye tunaweza. Ofisi yangu ni security yako huko nyuma. Huko nyuma. Mngani? Kwanza tujue idadi ya watu wako hapa Huko nyuma. Nienda nipande. Sasa nini kwanza sasa itakuwa hii ni serikali ya mama, serikali nyingine, serikali ya mama hiyo, mama na huruma. Basi kunipatia hiyo nafasi muone kama itakuwa kama kawaida. Inshallah.